hii issue ya ukavu kwenye ukeni. Nadhani imekuwa ni changamoto sasa hivi. Na ndio maana kama daktari umeona sasa hivi hivi vilainishi sio lubricant sio nini vimekuwa vimekuwa vingi na vimekuwa ni biashara kubwa sana. So I want us to dig gap. Kwamba ukiachana hizi ukiachana na hormone ya estrogen ambayo inasababisha inaita hiyo lubricant ndio. As in shida ni nini hasa uyeuke? Ukiachana na hiyo hormone tu. Hapo sasa kuna issue ya stress. Bado stress tunarudi kule kwenye hormone. Stress itadisturb hormone. Sawa, lakini pia hali ya hewa bado itadisturb hormone. Kwa hiyo kitu ambacho kina play part kwa mwanamke ili aweze kutokuwa na changamoto za ukavu ni kuhakikisha homoni yake ambayo inamfanya yeye asiwe mkavu iko normal. Samahani doctor, one more thing. Hii nadhani nauliza kama layman sasa. Nauliza kama mtu ambaye hajielewi. Je, mwanamke kushiriki tendo la ndoa sana, yani kufanya tendo la ndoa sana, yani akadishiriki tendo la ndoa na wanaume tofauti kwa muda mfupi, je kunaweza kumsababishia kama mkavu? Sasa ndio maana nikasema kinacho play part hapo ni hormone. Sasa ndio maana kuna baadhi ya wanaume wengine huwa wanasema mwanamke akiwa mkavu yawezekana ametoka kushiriki tendo la ndoa na mtu mwingine. Kwa hiyo wao huwa kuna baadhi ya wanaume wengine huwa wanatumia hicho kipimo. Lakini hiyo sio kweli. Unajua mwanamke ili asiwe mkavu inategemeana secretion yake ya ute iko inazalishwa kwa kiwango gani. Ndio maana kuna baadhi ya wanawake wengine hawajawahi kuwa na hiyo changamoto ya ukavu. Anaweza kashiriki na mwanaume huyu, baadaye akashiriki na mwanaume huyu, baadaye akashiriki na mwanaume huyu. Issue ya mwanamke kuwa mkavu ni issue ambayo inamhusisha yeye na mabadiliko yake ya hormone. Sasa mabadiliko ya hormone inategemeana relaxation na uzalishwaji wa hormone zako zikoje. Maana hapa tunaanza kwenye issue ya kisaikolojia. Lazima uhusishe psychology yako na masuala ya uzazi iko vipi. Ndio maana sometimes huwa tunasema kuna mwanamke mwingine ambaye akishiriki tendo la ndoa na mwanaume anayempenda anaweza kupata ute. Kwa sababu anaruhusu akili yake irelax, izalishe zile hormone. Ikizalisha zile hormone yule mwanamke anapata ute. Lakini mwanamke huyo akishiriki tendo la ndoa na mwanaume ambaye hampendi, akawa yuko kwenye low mood, hana hisia, zile hormone zitastack, hazitazalishwa. Kwa hiyo itamfanya huyo mwanamke awe mkavu.